Sasa tunaingia kwenye chapter ya mwisho kabisa ya msingi wa mindset ndani ya Rich Dad Poor Dad. Sehemu ya 9 anasema still want more, here are some to do. Na hapa Robert Kiyosaki hafanyi tena lecture, anaanza kukupa reality check ya vitendo, sababu baada ya kuelewa rat race, asset versus liabilities, taxes, corporation, fear na financial literacy, swali sasa si umeelewa bali uko tayari kufanya. Na hapo ndipo wengi upotea, sababu knowledge bila action inabaki kuwa entertainment. Namba 1 anasema acha kuishi maisha ya leta. Kiyosaki anasisitiza kwamba watu wengi wanaishi kwa nitaanza baadaye, nikipata mshahara mkubwa, nikipata muda, lakini baadaye haiji kamwe. Hiyo ndio trap kubwa ya maisha. Namba 2 anasema jifunze ya kusoma financial statement. Anasema mtu anayetaka uhuru wa kifedha lazima aelewe income statement, balance sheet na cash flow, sababu bila kuelewa hizi huwezi kujua kama unaendelea au unarudi nyuma kifedha. Namba 3, tafuta ujuzi, si tu pesa. Hapa narudia theme kubwa ya kitabu, skills first, money later. Kila experience unayopata lazima ikuongezee uwezo wa kuwasiliana, kuuza, kuongeza, kuwekeza na kuelewa pesa. Namba 4, chukua hatua ndogo za kifedha. Sio lazima uanze na makubwa. Nasisitiza, anza kuangalia investment, anza biashara ndogo, anza kujifunza cash flow, sababu hatua ndogo zinajenga confidence na experience. Na namba 5, badilisha cycle yako. Kiyosaki anaonyesha kwamba ukikaa na watu wanaogopa pesa, utaishia kuogopa pesa, lakini ukikaa na watu wanaojifunza pesa, utaanza kuona dunia tofauti. Na mwisho wa chapter hii kuna ujumbe mzito sana. Watu wengi wanasoma kitabu, wanahisi motivated, kisha wanaendelea na maisha yao kama kawaida. Lakini Rich Dad alikuwa anauliza swali moja, bado unataka zaidi au sasa utabadilika? Sababu tofauti kati ya mtu tajiri na mtu maskini si maarifa pekee, ni hatua anazochukua baada ya kujua ukweli. Na hiyo ndio punch ya mwisho wa sehemu ya kitabu. Maarifa bila action ni ndoto tu, lakini maarifa pamoja na hatua ndio mwanzo wa uhuru wa kifedha. Baada ya safari yote ndani ya Rich Dad Poor Dad, kuna ukweli mmoja unaobaki kama msingi wa kila kitu. Hii haikuwa tu kitabu cha jinsi ya kuwa tajiri, ilikuwa ni kitabu cha kuonyesha kwa nini watu wengi wanabaki kwenye struggle maisha yao yote. Na Robert Kiyosaki alifanya kitu kikubwa zaidi kuliko kutoa elimu ya pesa. Alibadilisha lensi ya jinsi mtu unavyoona kazi, elimu na maisha yenyewe. Ujumbe mkuu unaobaki ni huu: watu wengi wanafundishwa kutafuta pesa, lakini wachache sana wanafundishwa kuelewa pesa. Ndio maana dunia imejaa watu wanaofanya kazi maisha yao yote, watu wenye mishahara mikubwa lakini wana stress, watu wanaoishi kwa hofu ya kesho, wakati wachache wanafikia uhuru wa kifedha. Tofauti kati ya makundi haya mawili si bahati, ni elimu ya aina gani walipata kuhusu pesa. Kitabu kinamaliza kwa ukweli mgumu lakini muhimu. Utaendelea kuwa employee maisha yako yote. Jina langu ni Mr. Arrive. Usisahau kusubscribe na kutana notification ili wa kwanza kupata madarasa yetu na uchambuzi wa vitabu mbalimbali. Asante.